Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuingie katika ibada yetu ya leo, na tunamshukuru Mungu sana kwa hii neema tena. Baada ya siku nyingi hatujaweza kuwa pamoja, lakini leo kwa neema ya Mungu na kwa uweza wake tumeweza kukutana tena. Basi tuombe. Baba, asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa ajili ya majira haya, asante kwa upendo wako, asante kwa uzuri wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya matendo makuu uliyofanya. Asante kwa upendo wako, asante kwa uzuri wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, majira haya tunakuja mbele zako tukijikabidhi kwa ajili ya neno hili ambalo Mungu umetuletea. Roho Mtakatifu anaenda kusema nasi Bwana kwa lugha ambayo nyepesi kila mwenye mwili anaweza kuielewa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, tunakuinua na kukutukuza wewe uliye mwaminifu na mtakatifu. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako Baba. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Basi title yetu ya leo ni vita ya kiroho ya kushushwa au kutolewa kwenye nafasi. Mungu anapokuinua au anapokuweka mahali ambapo unastahili kukaa, yani maana yake nikisema mahali unapostahili kukaa, maana yake Mungu ameona yafaa wewe kuwa mahali hapo au kukaa mahali hapo. Anakuinua kwa kuweka kwenye nafasi fulani, anakuweka kwenye position ambayo yamkini hata wewe mwenyewe ukutarajia au kutegemea. Kwa hiyo Mungu anapokuinua, anapokuweka mahali pa juu, yeye mwenyewe anapopenda au yeye mwenyewe anapotaka, mara nyingi Mungu amuinui mtu hivi hivi. Maana yake kuna vitu ambavyo Mungu ameangalia na vimemridhisha au vimemfurahisha, kiasi kwamba Mungu akaona kitu ambacho kinakuja kwako kama vile zawadi au kama vile reward ambayo Mungu anakupa, ni kukuinua, ni kukuweka mahali pengine, ni kukuweka mahali unapostahili, kwa sababu yeye amefurahishwa au amependezwa na wewe katika jambo fulani, na ndio maana Mungu akakuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana anayeweza kuinua watu au kuwaweka watu mahali fulani au kuwaweka watu kwenye nafasi fulani ni yeye mwenyewe Mungu. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akamuinua mwanadamu mwenzake. Hakuna mtu ambaye anaweza akamuweka mwanadamu mwenzake. Otherwise ni Mungu ameruhusu, na huyo mtu atadumu na kukaa hapo mahali ambapo Mungu ameona huyu mtu anastahili kuwepo hapo au anastahili kukaa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anapomweka mtu, vyote ni anaangalia kwa ajili ya utukufu wake. Maana yake hata anapomuinua mtu, wakati mwingine maandiko yanasema anawaketisha na wakuu. Maana yake yote anaangalia vyote vifanane au vipendeze au vielekee kwa ajili ya utukufu wa ufalme wake. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 113, Zaburi 113 ule mstari wa 7 mpaka wa 9, Zaburi 113 mstari wa 7 mpaka wa 9, neno la Mungu linasema hivi: humwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jehanamu, amketishe pamoja na wakuu wa watu wake. Anasema huweka nyumbani mwanamke aliyetasa, awe mama wa watoto wenye furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtu ambaye ametolewa mahali pa chini, mahali palipo duni sana, mahali ambapo palikuwa hapafai, mahali pabaya. Huyu mtu aliyekuwa amechoka, yuko mavumbini, yuko kwenye laana, yuko mahali pachafu, yuko jehanamu, mahali pachafu, mahali mtu aliyetupwa. Lakini Mungu anamuinua, hamuinui bure. Kuna kitu, yawezekana hata huyu mtu akiwa hapo mavumbini, akiwa hapo chini, amemlilia Mungu na akampendeza Mungu. Sikiliza, kuna kumtafuta Mungu
lakini kumtafuta kwa namna ya kumpendeza Mungu. Yaani ndio maana Mungu anasema watu hawa wanaomba, lakini wanaomba vibaya. Hawapati kwa sababu wanaomba vibaya, maanake wanaomba vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Yaani sio tu vile vitu, hata ule uombaji wao haumpendezi Mungu, kiasi umfanye Mungu aruhusu vitu viende au vije au viwafikie hao watu, kwa sababu namna ya uombaji wake unaenda kinyume na kanuni zake. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Hawajamfurahisha Mungu. Mtu anayemfurahisha Mungu, Mungu akifurahi, wewe hauwezi kubaki wa kawaida. Mungu akicheka kwa ajili yako, hautabaki wa kawaida. Manake kuna vitu umefanya vimemchekesha Mungu, kwa hiyo unapata kama reward, unapata kama fadhila, anakurudishia, anakuketisha na wakuu. Mungu akianza kufurahi, wewe lazima utafurahi zaidi. Na ndio maana Mungu akikasirika, wewe huwezi kubaki salama. Anaanza yeye kukasirika kwanza, alafu wewe ndio unaanza kupata shida. Akikasirika kwa ajili yako, utapata shida. Huwezi kupata shida kama Mungu hajakasirika. Na ndio maana ukipitia kitu kingine kigumu, chunguza kwanza, je, hii ni hasira ya Mungu? Kama ni hasira ya adui, basi ujue utawini. Mungu atakupigania, atakutetea kwenye hilo. Lakini kama ni hasira ya Mungu, aisee, tafuta namna gani utatengeneza na huyu Mungu, kwa sababu Mungu akikasirika, hakuna wa kukusaidia zaidi ya wewe, lazima utengeneze naye. Lakini adui akisema anakukasirikia, Mungu atamtoa kwako hivyo hivyo amekasirika, atamlazimisha atoke, aachie maisha yako, kwa sababu yeye hawezi kuwa amekasirika yeye wewe ukataabika. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maajabu, miujiza, ishara za Mungu sio kitu ambacho kiko automatically. Lazima kuwe na kitu kilichosababisha maajabu ya Mungu yakatokea kwenye maisha ya mtu. Lazima kiwepo kitu kimesababisha miujiza ya Mungu ikatokea kwenye maisha ya mtu. Lazima kiwepo kitu kimesababisha ishara za kimungu zikaonekana kwenye maisha ya mtu. Lazima uwepo wa Mungu uwepo, ndio maajabu yaonekane na miujiza. Uwepo mwingine wote ukiwepo, unaweza ukaona maajabu na ishara, hatukatai, lakini zinaweza zikawa za kipepo. Mungu alimtuma Musa akaonyesha ishara ya kutupa fimbo kugeuka kuwa nyoka. Wachawi wa Farao na wenyewe walifanya the same, lakini which presence ambayo ilikuwepo pale kwa Musa tunajua alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo na kwa Farao tunajua ilikuwa ni miungu yao, nguvu za miungu yao. Kwa hiyo Mungu anapokuwepo, kitu cha kimungu lazima kitokee. Kwa maana hiyo maajabu, miujiza na ishara za Mungu lazima zikitokea, kuwepo na kitu kimesababisha au kimeleta hivyo vitu kwenye maisha au kwenye hali ambayo unaipitia au kwenye namna yote ambayo umeona ishara na miujiza na maajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haviko automatically, tungevizoea, tusingemtafuta Mungu, tungekuwa tunashinda usiku mpaka asubuhi, tumekaa tumestarehe, tunategemea tu Mungu aruhusu miujiza ije. Lazima kuwepo watu waliomba, lazima kuwepo watu walifanya kitu cha tofauti na Mungu akaona. Sikiliza, Israeli wasingetoka kama Mungu asingesikia na kuona nini wanafanya. Aliwasikia wanalia, aliwaona wakilalamika na wakitaabika na kuteseka, ndipo alipoamua sasa kuingilia kati na kuwatoa. Bwana asifiwe sana. Waliona miujiza ya Mungu kwa sababu walimtafuta Mungu na kumwita, walimlilia Mungu, ndio maana wakaona miujiza na ishara. Mungu ni Mungu wa kanuni, ni Mungu wa sheria zake, na ndio maana anataka tutii, tusikie na kufuata maagizo yake ili aweze kutubariki.
ili aweze kutushindia, ili aweze kutuinua, ili aweze kutufurahia, ili tuweze kubarikiwa, ili tuweze kutukuzwa na yeye. Ukisoma Kumbukumbu ya Torati 28 mstari wa kwanza mpaka wa 13 utaona anasema katika ile ndani kwenye ile Kumbukumbu ya Torati, yaani kama watu watasikia maagizo yangu na kufuata sheria zangu na kuzitii, atawabariki waingiapo watokapo, atawabariki mjini, atashughulika na adui zao, atabariki uzao wa matumbo yao. Yaani atafanya vitu vingi, atawatukuza. Kwa ajili ya nini? Kwamba kuna kitu kimefanyika na yeye anarudisha. Otherwise kukiwa kimya na Mungu anakuwa kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu haleti mabadiliko mahali au kwa mtu kwa kuwa tu yule mtu yupo. Lazima utaratibu huo umefuatwa. Mungu alimuona Sauli anafaa sana, akamwambia Samueli ampake mafuta. Manake wana wa Israeli walianza kumkataa Samueli. Walipoanza kumkataa Samueli, Mungu akawaambia, waambie anayekuja anafananaje. Akawapa hinti. Wakati huo wala Samueli hamjui Sauli. Anawaambia huyu atakayekuja atakuwa hivi, atatesa binti zenu, atatesa wana wenu wa kiume, atawachukua, atawatumikisha, atafanya nini. Hawakumsikiliza. Kwa hiyo Mungu akamleta Sauli kwa maana aliona anafaa, akampaka mafuta. Sio kwamba Sauli aliinuliwa tu na Mungu hivi hivi. Kuna watu ambao walikuwa wanaitaka mtu. Ndio maana nakwambia Mungu afanye mpaka kuna kitu kimefanyika. Maandiko yanasema Sauli alikuwa ni mtu ambaye anatafuta punda wa baba yake, na akasema ngoja tumtafute nabii ambaye yeye waga akisema akosei. Wakamtafuta nabii Samueli. Ukisoma hiyo Samueli wa kwanza kuanzia sura ya 8, kweli mstari wa 15 ule ukisoma mpaka wa 28, wakakutana na Samueli, ikawa hivi ikawa vile. Samueli akamwambia punda ameshaonekana, lakini nina maneno ya kusema na wewe. Wakati huo Mungu, kabla Sauli hajaja, Mungu kashamwambia Samueli, kuna mtu atakuja na huyu mtu utampaka mafuta, ndio atakayekuwa mtawala wa Israeli. Maandiko yanasema Mungu alivyomwambia Samueli, Samueli akamwambia Sauli. Sauli akakataa kuamini, akamwambia mimi nimetoka kwenye kabila dogo sana la Benjamini, sistahili haya unaoniambia, sioni kwamba niko competent. Akamwambia ndipo Bwana amesema, na leo utakula na mimi, tena utakula vilivyonona. Samueli anamuita mpishi wake, lete vile vilivyonona nile pamoja naye. Vikaletwa mapaja manini. Maana yake ameinuliwa, ameketishwa na mkuu. Kumbuka hapo Samueli alikuwa ni mfalme, ni yeye. Ameketishwa ikulu. Bwana asifiwe sana. Yawezekana shida ulizonazo zimekufanya uje kwa Yesu. Sauli, shida ya kutafuta punda wa baba yake ndio ilimfanya aende kumuona nabii Samueli, lakini akakutana na ujumbe wa Mungu kwamba nono, hauna mahali pa kwenda. Wewe tayari Mungu ameshakutaka. Wewe tayari Mungu anataka umtumikie kwa kuwa mfalme. Na wewe inawezekana shida ambayo uko nayo ndio imekufanya uje kwa Yesu. Mungu akakupenda, ukampendeza Mungu, akasema huyu ninamhitaji, ninataka akawe mtumishi sehemu fulani, akawatumikie watu wangu mahali fulani, ninataka aokoe familia yake, ninataka asaidie ndugu zake. Ndio maana nimempitisha kwenye hili nilompitisha, ili aweze kusogea karibu yangu, alafu na mimi niweze kumsemesha, na mimi niweze kumpa kazi ya kufanya katika ufalme wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachofuata hapo ni wewe kumsikia Mungu sasa. Ni wewe kumtii Mungu sasa.
manake ameshakuinua. Lakini watu wengi tunainuliwa kwenye sehemu mbalimbali, tunashindwa kutambua vita ya kiroho ambayo yenyewe ina faili kwa ajili ya kutuangusha. Hakuna mahali pagumu, na ndio maana unaona watu wengi wanashindwa kuwa stable kwenye level fulani. Wakiinuliwa wanaenda up and down, kwa sababu level za kuinuliwa zinahitaji lazima uwepo wa Mungu na wenyewe uzidi sana kukushikilia hapo. Otherwise shetani atakutafuta kwa namna nyingi, na ndio maana kuna vita ambazo watu wanapitia hawazijui, lakini ni vita ambazo zinawalenga kuwatoa kwenye nafasi ambayo Mungu amewaweka. Na hizo nafasi sio tu nafasi za kimwili na za position za kimwili, lakini kuna hadi level za kiroho. Unaweza kuwa umefikia level fulani nzuri ya kiroho, unajua kuomba, unaona maono, unasikia sauti ya Mungu, lakini usidhani hiyo level unaweza ukakaa muda mrefu kama hautatambua vitu gani nishindane navyo ambavyo visinitoe kwenye hii nafasi. Otherwise utakaa hapo kwa muda mfupi, utadrop, au unaweza ukazania bado huko hapo hapo, kumbe ulishaangukaga, kumbe ulishatokaga, kumbe Mungu alishakuacha umebaki wewe peke yako, kwa sababu kuna vitu ukujua ugombane navyo, wewe ulizania ni hali ya kawaida. Ngoja nikwambie, nafasi yoyote Mungu akisha kuinua, usizanie utabaki na lifestyle the same. Kuna vitu lazima vibadilike automatically. Kuna vitu lazima uvishinde automatically ili uweze kuwa stable na kuweza kuwa imara kwenye hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nakumbuka siku moja niliona ka clip kwenye mitandao. Rais Kikwete anasema alipokuwa zamani waziri na nini, alikuwa anaenda zake sehemu anacheza bao na wazee. Unajua michezo ya bao ile wanakaa kama hivyo, wanakunywa kahawa, wanacheza bao. Lakini anasema nikafika mahali sasa alipokuja kuwa rais, hawezi kwenda kule, protocol imehusu. Lakini nakwambia na miss, natamani, kwa sababu ni siku ambazo nilikuwa naenda zangu jioni, na pale tunacheza, tunaongea, tunacheka, tunataniana na wale wazee pale. Lakini imefika level sitakiwi kwenda pale, na ndio protocol inairuhusu. Kwa hiyo kuna nafasi Mungu anaweza kukuweka, lakini za moto, ila kwa sababu ndio inabidi ukae hapo. Zimebeba manufaa, zimebeba kukuinua, zimebeba kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye Sauli anajijua kabisa yeye ni kabila dogo, yuko very flexible, anaenda mahali alipo, lakini anaenda kuwekwa kwenye nafasi ambayo, oh my goodness, hii nafasi nitaihandle vipi? Nimetoka kwenye kabila dogo, familia yetu watu wa chini sana, leo hii nikienda kule itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo anasema, ukisoma Samueli akampaka mafuta. Hicho ni kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 9, ukisoma mstari wa 15 mpaka 26 ndio utaona ile process yote ya Sauli alivyotiwa mafuta, alivyoitwa akaambiwa, mpaka ule sura ya 10 mstari wa kwanza Samueli anamtia mafuta rasmi kuwa mfalme wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vita ninazozisema ambazo zinakufuatilia wewe ziko nyingi, lakini nataka kuzisema zile ambazo ndio ziko zinawaangusha watu wengi, na ninaziangalia kupitia maandiko, ambazo zinawaangusha watu wengi na ziko katika maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kimoja nitakachokizungumzia ambacho kimebeba tabia zingine ambazo zinatumika kumfanya huyu mtu asiwe na hichi kitu, ni kitu ambacho kinaitwa kwamba mtu anaweza akakosa unyenyekevu. Kukosa unyenyekevu maana yake huyu mtu ana kiburi, maana yake huyu mtu anajiinua, maana yake huyu mtu ana majivuno, maana yake huyu mtu ana dharau, maana yake huyu mtu ana vitu ambavyo vyote viko kinyume na kunyenyekea au unyenyekevu. Kwa hiyo unyenyekevu
ni moja ya nguzo kuu inayomfanya mwanadamu aweze kuiendea njia yake ya baraka. Au unyenyekevu ni neema ambayo inamfanya mtu aweze kupata baraka za Mungu na kufurahia baraka za Mungu. Manake Mungu, Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanazania kujishusha ni udhaifu. Kujishusha sio udhaifu. Kujishusha ni ufunguo wa kiroho ambao unamruhusu Mungu kuingia kwenye maisha ya mtu na kumuinua huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Ayubu, Yakobo 4, ukisoma kitabu cha Yakobo 4:6-8, anasema hivi: lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Haleluya. Maana yake mtu anapokuwa anataka kupata baraka, kuna vitu ambavyo vinakujaga automatically kuzuia baraka za mtu. Na ndio maana unapopata baraka, unapopata mafanikio, jiepushe na kiburi, majivuno, dharau, kujiinua. Mungu hapendi, kwa sababu hata kukuinua haukustahili wakati mwingine, ila umeinuliwa kwa neema yake. Sauli anasema, mimi najiona kabisa sistahili hicho unachoniambia. Manake ni neema ya Mungu imemuinua, otherwise alikuwa hastahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiepushe na hivi vitu. Jiepushe ili uweze kulinda baraka na vile mafanikio yale uliyopata. Na ndio maana mafanikio watu wengi wanazaniaga is okay, kwamba mtu yule imebaki story. Ukichunguza yule mtu sengine hakuna hata mchawi aliyemloga. Lakini kuna tu vitu tu tumeinuka. Tumetoka kwenye asili ya kwao. Tumeinuka hapo juu. Tukamfanya yule mtu ashushwe, apotee, aanguke. Kama umeshawahi kusikiaga watu wanasema yule jamaa alifanikiwa sana lakini alijisahau. Sio alijisahau. Kuna vitu viliinuka, yeye akaona ni sawa. Ukisoma Petro wa kwanza 5:5 anasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, naam ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Kama kuna watu wanakosa neema ya Mungu kwa ajili ya kiburi ambacho wamekibeba, basi hao watu Mungu awasaidie wajitambue. Manake wanakosa neema ya Mungu. Nimekwambia neema ya Mungu ni kitu ambacho kimebeba wewe kufanikiwa hapa duniani. Hapa duniani hatufanikiwi kwa bahati, bali kwa neema. Ni neema ya Mungu inatubeba. Ni neema ya Mungu inatusaidia. Hapa tunaposimama tunahubiri, ni neema ya Mungu inatusaidia. Otherwise it's not easy.
huu wokovu ambao tuko nao. Ndio maana usimhesabie mwenzako mabaya, usimhukumu mwingine. Ni neema inatubeba. Sisi wenyewe peke yetu hatuwezi kabisa. Ni neema tu ya Mungu inatubeba. Kwa hiyo hatuna budi kuwa na kiburi, hatuna budi kujiona sisi ni zaidi, hatuna budi kuona wengine hawastahili, hatuna budi kuwanyoshea wengine vidole, hatuna budi kuwaona wengine sijui ni kitu gani. Ni neema ya Mungu iliyotubeba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana neno la Mungu linasema, angalieni msiipungukie hiyo neema, shina la uchungu lisije likafanya nini, likaota ndani yenu, mkawa najisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ukisoma Mithali 13 mstari wa 10, anasema kiburi huleta mashindano tu, bali hekima hukaa nao wanaoshauriana. Kiburi huleta mashindano. Ukiona mtu anapenda mashindano, anaka kiburi. Yeye hawezi kumsifia mwenzake, yeye hataki mwingine azidi, yeye hataki. Kwa hiyo anaka kiburi, ndio maana anapenda kushindana, anashindana. Nika kiburi. Na ndio maana kuna kiburi ambacho kinakuwa ni personal, binafsi. Huyu mtu mwenye kiburi binafsi ni wale watu ambao wanakuwa too much no. Yeye kila kitu anajua. Huwezi kumshauri, hashauriki. Hakuna kitu unamwambia akakubali. Anapingana, yaani maamuzi yake ndio hayo. Halichokisimamia yeye ndio hicho. Anavyotaka yeye iwe ndio hivyo. Hataki, kwa sababu yeye ni mtu wa mashindano. Huyu mtu huwezi kukosa roho ya ubishi ndani yake. And most of time, hao watu wanapenda kuwa juu ya wengine wote na kuona watu wengine kama nini, wanawadharau, kama watu wengine hawafai, kama watu wengine hawana lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hawa ni watu ambao tunawaita wenye viburi vyao binafsi. Alafu kuna wale ambao Biblia imewaandika, kuna wale ambao Mithali 29:23, kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Unakuta mtu anafanya vitu vya ajabu na kile kiburi chake, watu wanamkwepa, watu wanamuogopa, watu wanamkimbia, watu hawataki kukaa naye. Watu wengine wanampuuzia chochote anachoongea, kwa sababu hadi ongea yake ni ya kiburi, imebeba kiburi. Anaongea lakini unamuona kabisa ongea yake haina unyenyekevu, haijabeba kusaidia, bali imebeba kuumiza. Mwenye kiburi, hata maneno anayoongea ni kama moto, ni kama upanga, ni kama kisu chenye makali, ni kama anakuthreat na maneno yake, kwa sababu ni maneno ambayo yamejaa majisifu, kukukandamiza, kukuumiza, maneno ambayo yamejaa kukufanya wewe kama vile sijui ni kitu gani, kukuonesha kwamba wewe vya kwako ni vibaya, vya kwake is better. Kwa hiyo hicho ni kiburi. Hii ni vita ya kiroho ambayo inapigana kwa ushindi mkubwa kwenye maisha ya watu wengi, na kuwa shida katika maisha ya watu bila wao kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wengi wanapiganishwa hii vita, hawajui kama wanapiganishwa hii vita, lakini inawapiganisha kweli kweli, inawashambulia kweli kweli. Ukisoma Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 16, anasema, maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Baba, wala bali vyatokana na dunia. Mimi zamani niliposikiaga neno kiburi cha uzima, zamani hizo nilikuwa najua ni neno ambalo watu wamelitenga na duniani. Kumbe ni neno ambalo liko kwenye Biblia. Niliogopa sana na nikamwambia Mungu aniepushe. Kwa hiyo
kiburi cha uzima ni wale watu ambao wana tamaa ya mwili, tamaa ya macho, tamaa ya wana vitu ambavyo havitokani kwa Bwana, vitu ambavyo ni vya kwao. Nikimaanisha kwamba mtu mwenye kiburi cha uzima ni wale watu ambao wana kiburi kwa sababu ya nafasi au vitu walivyo navyo au vitu watakavyokuwa navyo. Na ndio maana unakuta watu wengine hata Mungu akiwaahidia kitu, kama hawajui namna ya kuendelea kukua humble kwa Mungu, hawapati vile vitu. Mtu anaenda anatabiriwa kwa nabii, na ni nabii anayetabiri ukweli kabisa, anatabiriwa vile vitu havitimii, kwa sababu baada ya kupata ule utabiri, kiburi kikaingia ndani yake cha uzima, kwamba mimi nimeambiwa nitafanya hivi, mimi nimeambiwa nitafanya hivi, badala awe humble kwa Mungu ili Mungu aamue aruhusu kile kitu kimfikie. Lakini ngoja nikwambie, ukioneshwa, Mungu akikufunulia page yako mbinguni, una vitu vingi vya thamani, lakini hauvipati au haviji kwako kwa sababu vimezuiwa. Hakuna ruhusa, yaani wewe mwenyewe una vitu umevizuia kulingana na mambo mbalimbali ambayo hujayashughulikia. Yapo ambayo umeonewa, lakini yapo mengine sio umeonewa, ni wewe mwenyewe kuto kujua. Una vita ambayo wewe mwenyewe una entertain, haupigani nayo. Kuna vitu ambavyo ni mazuio umevibeba kama silaha, inabidi ukubali kushusha. Kuna vingine ni mizigo ambayo wewe mwenyewe umeibeba, uko nayo, lakini inabidi uishushe hiyo mizigo ili uweze kuona Mungu anachokifanya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiburi cha mali. Watu wana mali, wana kiburi, hawataki kusikia ushauri wowote wa kimungu, hawataki kusikia hata neno la Mungu, wanapuuzia, wanawacheka na kuwadharau hata walokole kwa ajili ya kiburi cha uzima, kwa ajili ya mali. Huyu mtu akumbuki hata kumshukuru Mungu hata akiamka, hata akumbuki kumtaka Mungu hata akilala. Hawezi kutaka kwamba amtumikie Mungu na mali yake. Ndio maana wakati mwingine ukiona mtu anamtumikia Mungu na mali zake, tamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wakishapata vitu fulani wanawadharau wengine ambao hawana. Ngoja nikwambie, Ayubu vitu alivyokuaga navyo, ana watoto, ana mali, ana kila kitu, lakini bado ni mcha Mungu kuliko mtu mwingine yote duniani. Maandiko yanasema, angeamua Ayubu kusema nina watoto, nina kila kitu, ya nini kuhangaika na Mungu? Nina kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawawezi kuomba watu kwa ajili ya mali. Yaani mali, mtu ana mali, ana vitu vya thamani kiasi kwamba anafika mahali mpaka anamdharau Mungu. Hata neno la Mungu kwao ni upuuzi. Haleluya. Hawezi kumtumikia Mungu wala kutafuta uso wa Mungu kwa sababu yeye ana mali. Yeye ni tajiri, anaendelea kukwesha kanisani. Yeye ni tajiri, yani level yake, yani anakwambia my status hainiruhusu kwenda kanisani kwenye mkesha. Status ya mtu inamchagulia kanisa gani aende kuomba. Anaacha, yani kanisa la matope ndio lilimtafutia yeye akapata utajiri, lakini baada ya kupata utajiri hawezi kuingia pale, anaenda kutafuta kanisa lenye tiles kwa sababu anaona that is my level. Hii ndio level yangu. My dear, Mungu apimwi kwa level ya mwilini. Mungu apimwi kwa level ya mwilini. Wewe Mungu aliyekubariki na hilo kanisa la matope ukaliona sio la kwako, litengeneze. Si una hela sasa, umebarikiwa, litengeneze, likufanye uweze kuwa na hiyo status unayotaka. Utaikimbia nyumba yako wakati nyumba yako ni ya kwako wewe. Unaweza ukasema nitajenga nyumba nyingine ya thamani kwa sababu sasa hivi nina hela, lakini ile ambayo ilikuwa ya zamani, ambayo ulikuwa unaiona imekuwa duni, mwenye akili atairenovate, ataitengeneza vizuri. Hawezi kusema ataipiga kiberiti, ataitengeneza vizuri ili bado kwenye status itaonekana ni nyumba ya fulani,
Lakini ikiwa bado ya matope mbaya, afu watu wasema nyumba fulani, ndio wale watu wanabaki kuambia yule utajiri wake wa masharti. Haiwezekani kwa pesa alizonazo akawa na nyumba kama hii, hata kama haikalii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Isaya Isaya 2:12 anasema, kwa maana kutakuwa na siku ya Bwana wa majeshi juu ya watu wote wenye kiburi na majivuno, na juu ya yote yaliyoinuka, nayo yatashishwa chini. Kwa hiyo nimekwambia hivi, vita kubwa ya kukushusha chini mahali ambapo Mungu amekuweka imebebwa na kiburi, ambacho kiburi kimeshikamana na unyenyekevu. Mtu ambaye sio mnyenyekevu huaga na kiburi. Mtu ambaye sio mnyenyekevu ana kujisifu. Mtu ambaye sio mnyenyekevu ana majivuno. Mtu ambaye sio mnyenyekevu ana dharau. Mtu ambaye sio mnyenyekevu ndio hivyo kama ninavyosema. Kwa hiyo anakwambia, kwa maana kutakuwa siku ya Bwana. Kwa hiyo mtu kumbe mwenye kiburi naye huaga anashushwa, mwenye kiburi na majivuno. Hivyo vitu vikiinuka vinamfanya huyo mtu ashushwe chini. Mungu ana nia ya kukupandisha, lakini unashushwa chini kwa ajili ya hizo tabia ambazo uko nazo. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika hatakosa adhabu. Kila mwenye moyo wa kiburi, angalia, kiburi kinakaa moyoni mwa mtu, ni chukizo kwa Bwana. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Ayubu 40:12 anasema, mtazame kila mtu mwenye kiburi ukamshushe, ukawakanyage waovu hapo wasimamapo. Angalia, kila mtu mwenye kiburi atafutwe akashushwe. Haijalishi umewekwa position gani, kakiburi kanaweza kukushusha, kakakutoa mahali ambako Mungu amekuweka. Unyenyekevu ndio njia pekee au nguvu pekee inayoweza kukuweka kwenye nafasi yako kwa muda wa kudumu. Yaani unyenyekevu unaweza ukakufanya wewe udumu kwa muda mrefu kwenye nafasi ambayo Mungu amekuweka. Unaweza ukaniambia unyenyekevu ni nini, Apostle Vera? Unyenyekevu ni kujishusha, ni mtu kujishusha. Yaani hata kama wewe ni position gani, utakiwi kutembea na ile position ikawa ndio nguvu yako, ndio ujasiri wako, ukakanyaga wengine, ukatesa wengine. Unajua mimi ni boss, unajua mimi ni nani. Mungu akikuona unafanya vile kwa ajili, muulize Nebukadreza, atakwambia. Nebukadreza alishushwa mpaka kuwa kama mnyama kwa ajili ya kiburi na kuonea wengine na kutesa wengine kwa ajili ya position ambayo Mungu yeye amempa. Akafika mahali mpaka Mungu yeye akamdharau. Unyenyekevu ni kujishusha, na ndio maana ni ngumu sana kwa watu wengi kujishusha, kwa sababu asili ya mwanadamu ni kujiinua na kujiona yeye ni zaidi ya wengine. Lakini ukibata neema ya kuwa mnyenyekevu, umepata mpenyo mkubwa sana wa kumpata Mungu. Wafilipi Wafilipi 2:6-8, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna mna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Haleluya.
Huyu ni Yesu ambaye yeye alikuwa ni Mungu, lakini kaja kwa namna ya kibinadamu. Alikuwa mnyenyekevu sana. Kadri unavyozidi kuwa mnyenyekevu kwenye level yoyote Mungu aliyokupandisha, anazidi kukupandisha zaidi, na uwepo wake unakuwa pamoja na yeye, anafanya kazi pamoja na yeye, na anafanya kazi pamoja na wewe. Ukisoma Wafilipi hiyo 2:3 anasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na hamhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Watu nani anaweza kufanya hivyo? Kumuona mwenzake bora kuliko yeye? Wachache sana. Kazi ya vita ya kiroho inakuibulia vitu ambavyo vingine vinafanana kama maisha yako yalivyo. Wewe unaona tu kwamba hichi kitu kinastahili, lazima nibadilike, lazima niwe na hii tabia sasa hivi, lazima nianze kuwanyali watu, lazima nianze kulinga. Unajua, kwa sababu mimi nimejulikana sasa hivi, kuna picha nimepiga sijui na mheshimiwa, sijui nimefanyaje. Ndugu yangu, utaishi hapo kwa muda mfupi sana, kwa kitambo. Maana ni neno la Mungu ambalo linataka unyenyekevu. Nyenyekea kila hatua. Vita nyingine ambayo tumeiona iko wazi imemgaragaza Sauli mpaka ikamtoa kwenye nafasi akakasirika ni utii. Kutotii kuna watu kwenye nafasi. Mungu anakuita, anakupa neema. Sauli alipotii mara ya kwanza akakubali kutiwa mafuta na Samueli, lakini anakuja kutumwa na Mungu, anashindwa kutii. Anampeleka Agagi wakati ameambiwa ateketeze kila kitu cha kule. Anawasikiliza watu wengine, anasikiliza sauti zao kuliko kusikia sauti ya Mungu. Anaanza kufuata walichomwambia kwamba wachukue zile vitu wavitoe sadaka. Mungu anawaambia utii ni bora kuliko nini? Dhabihu. Nimekukataa. Anamwambia Samueli, nimemkataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Samueli wa kwanza 15:18 mpaka 24, kutomtii Mungu kunamfanya Sauli atoke kwenye nafasi. Hiyo nayo ni vita nyingine ya kiroho. Kafanya na Mungu vizuri, lakini kafika mahali kashindwa, kwa sababu vitu vimetoka mbali, vimemwinukia na kumhakikisha vinamweka chini. Kwa hiyo hakuna kitu kingine chote kitalinda nafasi yako zaidi ya wewe kuwa mnyenyekevu, wewe kuwa mtiifu. Mungu akusaidie kuweza kushinda hizi vitu. Shindana navyo. Mwambie, wewe kiburi niachie. Toka, una nafasi kwenye maisha yangu. Haleluya. Basi twende tukaombe kwa ajili ya kuomba Mungu akusaidie uweze kutoka kwenye hizo nafasi. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako, kuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, kuna Mungu kama wewe, wewe tu ndiwe kimbilio, wewe tu kimbilio, wewe tu ndiwe kimbilio, wewe Yesu, wewe kimbilio. Basi twende mbele za Bwana tukaombe, tumwambie Mungu wetu, ninaenda kinyume, ninaomba Bwana uniondolee
kila nguvu inayoshindana nami katika vita vya kuinuliwa. Yawezekana Bwana unapanga kuniinua, lakini Mungu unaangalia namna adui alipopachika roho ambayo itageuza moyo wangu na kufanya moyo wangu ukawe chukizo mbele zako, ili niweze kushindwa kukaa kwenye ile nafasi. Yawezekana hata mahali hapa nilipo tu tayari kuna namna adui anawinda ili nitoke. Amewinda kuniletea kiburi, kuniletea tabu, kuniletea shida. Baba uliye hai, Mungu wa rehema, ninaomba kwa neema yako unisaidie. Tuombe katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninakuinua Baba, ninakutukuza Mungu uliye hai. Ninalinua jina lako takatifu Bwana. Ninakuinua wewe Mungu uliye mwaminifu, Alfa na Omega, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wetu. Kwa uwezo wa nguvu za Roho wako Mtakatifu Baba, ninakuja mbele zako Mungu uliye hai. Ninakuja mbele zako Bwana wa majeshi. Ninakuja mbele zako Mungu usiyeshindwa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Haijalishi kuna nguvu zinatoka mbali kwa ajili ya kuhakikisha Mungu wa rehema ninatoka katika ile nafasi, au sitakaa katika ile nafasi kwa ajili ya kile kiburi, kwa ajili ya yale majisifu, kwa ajili ya dhalao, kile kiburi cha uzima Bwana. Karabanda ya bakora basanda la bakora basia. Mungu wetu mwaminifu, Baba wa rehema, ninang'oa hilo pando, maana umesema kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni litang'olewa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninang'oa kila pando Bwana ambalo kuzimu wamelipanda, ambalo kuzimu wameliachilia, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu, ili Mungu wa rehema, Baba wa mbinguni, nishindwe kuona we Mungu, nishindwe kuona ukuu wako, nishindwe kuona nafasi ile ulioniwekea Bwana. Ninakemea roho za kiburi, ninakemea roho za majisifu, ninakemea roho zote Bwana kujiinua. Mungu wa rehema, ninaachilia damu ya Yesu Kristo, nikienda kinyume na hizo nguvu, nikienda kinyume na huo ufalme, nikienda kinyume na hizo mamlaka, kwa sadaka damu ya Yesu Kristo. Haijalishi ni asili Bwana, haijalishi ni asili Mungu wa rehema, ambayo imesimama katika ulimwengu wa roho kuhakikisha napitia hayo magumu, kuhakikisha napitia hayo magumu, lakini leo ninakuja mbele zako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nikienda kinyume Bwana, nikisambaratisha hizo kazi za kuzimu, hazina mamlaka juu yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila mazuio yaliyoandaliwa na kuzimu hayatafanya kazi juu yangu, hayatafanya kazi juu ya maisha yangu, hayatafanya kazi juu ya ndoa yangu, hayatafanya kazi kwenye nafasi yote Bwana. Ninavunja na kuharibu katika jina la Yesu. Ninaomba neema yako ya kufunikwa na ile roho ya unyenyekevu, ninaomba neema yako ya kufunikwa na ile roho ya unyenyekevu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu, achilia ile neema ya unyenyekevu, achilia Bwana, ili Mungu wangu uweze kuniinua, ili Mungu wangu uweze kuniinua viwango na viwango Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Maana peke yangu siwezi, bali ni kwa neema yako na kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu Bwana. Koraka ya ndaraba korabasia rekanda ya bakandaraba korabaseke rika ya ndaraba korabasanda, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wa rehema, ninaenda kinyume na hizo falme, ninaenda kinyume na hizo mamlaka za kuzimu, mamlaka za kichawi, za kishirikina, mamlaka za kiganga na za kipepo, kwa damu ya Yesu na kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Ninakataa na kuharibu kwa jina la Yesu, ninakataa na kuharibu kwa damu ya Yesu, ninakataa na kuharibu kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu Bwana. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninamimina sadaka ya damu, nikivunja na kuharibu kazi za giza, kazi za kishetani, kazi za kipepo zilizoandaliwa katika ulimwengu wa roho, zilizoandaliwa katika ulimwengu wa mwili, kuhakikisha zinanipitisha, kuhakikisha zinaniangusha, kuhakikisha zinanitoa kwenye ile nafasi yako Bwana. Kanda ya basia ribanda ya bakanda rabanda ya basaka, ninang'oa hilo pando la kuzimu, ninang'oa hilo pando la kichawi, la kipepo, ninaliharibu, halina mamlaka. Kiburi chote cha kutoka kuzimu, ewe kuzimu una mamlaka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu wa rehema, Mungu mwenye mamlaka Bwana, hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Kuzimu haitafanikiwa juu yangu, kuzimu haitafanikiwa juu ya maisha yangu, kuzimu haitafanikiwa juu ya hatua zangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila nguvu iliyoinuka, kila nguvu inayoinuka,
kila nguvu iliyosimama katika ulimwengu wa roho inashindana nami Bwana, inashindana nami Mungu wa rehema, inashindana nami Bwana wa Bwana, inashindana nami Mungu mtakatifu. Haina mamlaka kwangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Haina mamlaka kwangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu mwenye mamlaka, Bwana wa Bwana, Mungu mwenye nguvu, kusudi lako la kuniinua Bwana halitazuiwa na kuzimu, halitazuiwa na mapepo, haitazuiwa na roho ya asili. Mungu niondolee ndani yangu kila roho yote ya ubinafsi kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ikapate kuniachia Bwana, bali nikakuone wewe mtakatifu, bali nikakuone wewe Bwana, bali nikakuone wewe Alfa na Omega, bali nikakuone wewe Mungu usiyeshindwa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaenda kinyume nikiangusha hizo falme, ninaenda kinyume nikiangusha hizo mamlaka, ninaenda kinyume nikiangusha hizo nguvu, ninaenda kinyume nikiangusha huo ufalme, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nikipangua jeshi la kuzimu, nikipangua jeshi la kipepo, nikipangua jeshi la kiganga, nikipangua jeshi la majini, maruani, mashetani, kwa damu ya Yesu na kwa nguvu za Roho Mtakatifu, havina mamlaka, vinaharibiwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila kazi inayofanya kazi kwa siri ndani, imesimama katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya kuangusha, inateketezwa kwa moto na kuharibiwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kazi yote ya kuzimu haina mamlaka, inapigwa na kuharibiwa kwa jina la Yesu, inavunjwa na kuharibiwa kwa jina la Yesu. Neema yako ipitayo neema zote Bwana, katika jina la Yesu Kristo, inaenda kunitetea, inaenda kunipigania, inaenda kuonekana, inaenda kudhihirika katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ewe kuzimu, ninakulaani kwa sadaka damu ya Yesu Kristo Mwokozi iliyomwagika msalabani, una mamlaka kwa jina la Yesu Kristo yenye nguvu. Mungu mwenye enzi yote anasema amelijenga kanisa lake juu ya mwamba huo, wala malango ya kuzimu hayawezi kushinda, katika jina la Yesu Kristo Bwana, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Neno lako li hai tena lina nguvu, likatimie Bwana katika maisha yetu. Kuzimu isitushinde kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Tuwe naondoa kila uhalali wote wa kuzimu ambao Bwana umeandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha Bwana hatuoni neema yako, hatuoni rehema zako, hatuoni baraka zako, hatuoni nguvu zako, hatuoni uweza wako, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu za Roho wako Bwana. Mungu mtenda miujiza, Mungu mwenye mamlaka tele, Bwana wa mabwana, kanda ya basaka, ribanda ya bakanda, kanda rabasia, rekenda rabasanda, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo Bwana. Kanda ya basike, rikanda ya bakanda, kanda rabasanda, rebanda ya bakura, rekenda ya basanda, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu Bwana. Kanda rabasaka ya ndarabakura, kanda rabasaka ya basanda rabakoya, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mamlaka zote za giza, mamlaka zote za kipepo, mamlaka zote za kishetani, mamlaka zote za kiganga zinazoshindana usiku na mchana, hazina mamlaka katika jina la Yesu. Zile nguvu zinazotaka kututoa mahali ambapo Bwana umetuweka, mahali ambapo Bwana umetukusudia, mahali ambapo Bwana umetuandalia, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, havitafanikiwa. Ramaseke, ribanda ya bakanda, kanda rabasia, rekenda ya basaka, kwa sadaka damu ya Yesu na kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kazi yote ya giza ina mamlaka, inaharibiwa. Tunaachilia sadaka damu ya Yesu yenye nguvu na uweza, inaondoa kila uhalali wote wa kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo Bwana. Tunaondoa kwa nguvu za Roho Mtakatifu kazi yote ya kuzimu, haina mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Hamna mamlaka, tunawaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Toka, una mamlaka kwa damu ya Yesu Kristo yenye nguvu. Hauna mamlaka ewe jeshi la kuzimu. Bwana wa Bwana ametununua kwa damu ya mwanae Yesu ya thamani sana kupita damu zote, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Kila mamlaka yote ya kuzimu, magonjwa, taabu zote na shida zilizopangwa kwa ajili ya kutuangusha, kwa ajili ya kututoa mahali ambapo Bwana ametuinua, inaotupinga tusikitishwe na wakuu, kila roho za aibu na kutudhalilisha, roho za kutuchelewesha, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, hazina mamlaka. Rama sikianda, kanda rabakanda, rebanda ya basia, kora kanda ya basaka, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaenda kinyume na hizo falme, ninaenda kinyume na hizo mamlaka. Rabasia, kanda rabasi
sakayanda. Ninakuinua Bwana, ninakuinua Mungu wa rehema, ninakuinua Bwana mabwana, ninakuinua Mungu mwenye mamlaka, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu usikae kimya wala usinyamaze. Wewe uliye mwaminifu na mtakatifu usitulie, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu unainua, utukufu utakurudia wewe Bwana, heshima utakurudia wewe na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Na kwa damu ya Yesu Kristo tunaendelea kupangua jeshi la kuzimu, tunaendelea kuachilia moto wa Roho Mtakatifu, tunaendelea kuharibu kazi zao na mipango yao, tunaendelea kushinda na zaidi ya kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa damu ya Yesu tunaendelea kuachilia sadaka damu na kuharibu na kudhoofisha nguvu zote za kichawi, za kipepo, za kiganga kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu hazina mamlaka, zina uwezo, zinaharibiwa na kuburuka kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu uliyemthibitisha mwanao Yesu ili kuzikomboa Bwana, ili kututoa Bwana wa Bwana, ili kutuweka huru raka yana okararabasaya rebanda ya baseke rikayanda rabasia koranda ya basanda, katika jina la Yesu. Na kwa damu Yesu hakuna Mungu mwingine zaidi yako Bwana, hakuna mwenye nguvu kama wewe mfalme. Okarabaseke yanda rabakanda ribanda ya bakanda rabakora reka yanda rabasika yanda rabakonda, hakuna Mungu mwingine zaidi yako Bwana. Tunazidi kukuinua, tunazidi kukutukuza Bwana, tukizivunja kazi za adui, tukiziharibu kazi za adui, tukifuta kwa damu ya Yesu kazi zote za adui, kazi zote za adui, katika jina la Yesu Kristo. Na kwa damu ya Yesu Kristo Bwana, karabasanda rabakorabasika, tunafuta kila kitu chao, tunaharibu kila kitu chao, tunakiangamiza kila kitu chao kwa moto wa Roho Mtakatifu, tunachoma na kuviteketeza kwa sadaka ya damu ya Yesu, kwa sadaka yenye nguvu, kwa sadaka ya ukombozi, kwa sadaka ya ushindi, katika jina la Yesu. Enyi majeshi ya kuzimu, hamna mamlaka, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu majeshi yote ya kuzimu, falme zote za kuzimu, tunafuta, tunaharibu kazi zenu, hazitafanikiwa kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu tunafuta katika ulimwengu wa roho, tunafuta katika ulimwengu wa mwili, kwa damu ya Yesu ya thamani inafuta na kuharibu kumbukumbu lenu walipo tena, kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu tunaachilia damu ya Yesu Kristo kwenye misingi yote ambayo imesimama na hizo tabia ambazo zinapinga unyenyekevu, roho za mpinga Kristo, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu tunazivunja katika ulimwengu wa roho, hazina mamlaka kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu tunaenda kinyume na hizo falme, tunaenda kinyume na hizo mamlaka katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu tunaenda kinyume na hizo nguvu, kwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu tunaenda kinyume na hizo mamlaka, hazina nguvu katika jina la Yesu, hazina uwezo katika jina la Yesu. Mungu uliye mwema, mwaminifu, mtakatifu, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu tunaendelea kuachilia moto katika ulimwengu wa roho, tunaendelea kusambaratisha katika ulimwengu wa roho, tunaendelea kuachilia nguvu zako katika ulimwengu wa roho, maana wewe Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Hakuna kinachoweza kushindana na wewe, hakuna kinachoshindana na wewe, hakuna kinachoshindana na wewe, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu, Mungu mwenye mamlaka, Bwana wetu, tunaenda kinyume, tukivuruga network, tukivuruga mitandao yote ya kishetani inayoinuka juu yetu usiku na mchana Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Haitaharibu mipango yetu. Mwaka huu ni mwaka wetu wa kuinuliwa, mwaka huu ni mwaka wetu wa kuketishwa na wakuu, kuzimu iweze kuzuia katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu na kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu, hakuna kucheleweshwa. Kwa ajili Yesu tunavunja hilo agano na kulivunja na kuliharibu. Hakuna kurudishwa nyuma, hakuna kupoozwa, hakuna kusinzia. Kwa damu ya Yesu hakuna kulala kiroho. Mungu wa rehema, tunaamsha ile roho ambayo iko ndani yetu, roho ya uamsho Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya kukutafuta Mungu wetu, kwa ajili ya kutafuta uso wako Bwana, kwa ajili ya kukutafuta wewe mwaminifu, kwa ajili ya kutafuta wewe Bwana mabwana, kwa ajili ya kutafuta wewe Mungu usiyeshindwa, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu tunaenda kinyume rabasia karabanda ya bakora basia rekanda ya bakanda kanda rabasiki rikayanda rabusa kanda ya basanda,
katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunaendelea kuenda kinyume na kuvuruga network na mitandao ya kuzimu. Kila aina ya internet zote za kushetani tunazilipua moto kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hazitafanya kazi, hawatatuona, hawatatumonita katika jina la Yesu Kristo. Kila roho zote zinazo monitor pale Mungu anapotaka kutuinua na kuja kwa ajili ya kutushambulia, kutuweka chini, tunapeleka damu ya Yesu na nguvu za Roho Mtakatifu na kuwapiga upofu na kuwalipua. Interneti zao zote, lada zao za kipepo, interneti zao za kipepo hazitatuona katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, tunaenda kushinda na zaidi ya kushinda katika wewe Mungu uliyetupenda. Alfa na Omega ni wewe Bwana. Mungu mwenye nguvu ni wewe Bwana. Katika jina la Yesu tunapindua kazi zote za adui. Tunapindua kazi zote za adui. Tunapindua kazi zote za kuzimu. Tunapindua kazi zote za kishetani. Korakayanda okandarabasaka rekanda yabakanda kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Mungu, tufunike na roho ya unyenyekevu Bwana, tufunike na roho ya utii Bwana, tuweze kukutii wewe Mungu wa rehema. Tusaidie Bwana, tuweze kukunyenyekea, tunyenyekee mbele zako chini ya mkono wako wenye nguvu Bwana, ili Bwana uweze kututweza kwa nafasi yako na kwa wakati wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Baba, peke yetu hatuwezi, bali ni kwa neema yako na rehema zako zilizokuu sana, katika jina la Yesu Kristo Bwana, na kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Baba, asante kwa neema. Baba, asante kwa rehema. Baba, asante kwa ukuu wako. Baba, asante kwa matendo yako makuu, katika jina la Yesu Kristo Bwana, Mungu wetu na Mwokozi wetu. Baba, ninakuinua. Baba, ninakutukuza. Baba, ninakurudishia sifa, heshima na utukufu, maana vyote ni vyako. Unastahili wewe peke yako, katika jina la Yesu Kristo Bwana, Mungu wetu na Mwokozi. Ninaomba na kuamini nikilitukuza jina lako. Amen. Hallelujah.